بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 1442 katika darsa ya risala usul السنة للإمام أبي بكر الحميدي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله. tulimalizia katika kikao kilichopita utangulizi wa mshereheshaji jazahullahu khairan, na leo biidhnillah taala pia tutasoma maelezo ya mshereheshaji katika kuieleza hii risala أصول السنة للحميدي. قال: التعريف برسالة أصول السنة للحميدي. وهذا تتجوز إلي جينا أصول السنة معنى يكنين موضوع يتكوزنغمزو أبنداني نجاني نهيلي نجم مهم سانا وطالب العلم أنا بصوم كتاب أو يوجوه ni kitu gani anachokisoma ndani ya kitabu kama hicho. Qala usul jam'u asl. Neno usul ni wingi wa neno asl. Moja ni asl na kwa wingi ni usul. Wa huwa alladhi yubna alayhi ghayruhu. Na msingi ni ule ambao hujengwa juu yake kingine. akapiga mfano aslul jidari asasuhu allati yubna alayhi. Ukisema msingi wa ukuta bimaana ni pale chini palipochimbwa ule msingi ambao hujengwa juu yake ukuta, na hili jambo laeleweka katika lugha. والسنة تشمل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من أقوال وأفعال واعتقادات وتقريرات. na sunna ikitajwa sunna yakusanya ndani yake yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam katika maneno, vitendo, itikadi, yale aliyoyakiri mtume sallallahu alayhi wasallam yakifanywa mbele yake, yote haya ingia katika sunna. ونجد عند الفقهاء الواجب والسنة. tukija katika fuqaha tupata kuwa pia kuna wajib na sunna, lakini taarifi yao ni tofauti na haya tuliyoeleza. Ndio utapata baadhi ya watu huchanganyikiwa wakiambiwa ni lazima kuifuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, aona aambiwa ni wajib kusali qablia na baadia na kufunga Jumatatu na Alhamisi. La, kuna tofauti. ikizungumzwa as-sunna ala al-itlaq vivi ya kusanya kila alichokuja nacho mtume sallallahu alayhi wasallam. ama kwa fuqaha asema wayaquluna al-wajibu huwa ma yajibu fi'luhu was-sunnatu hiya ma yustahabbu fi'luhu wa la yajibu. hii ni taarifu ya fuqaha. watu wa fiqh wao wasema kuwa wajib ni kile ambacho ni wajib kukitekeleza, na sunna ni kile kinachopendekezwa kukifanya wala sio wajib. hii ni kwa fuqaha. walafdhu sunna awsa', ingawa lafdhi ya sunna imeenea zaidi kuliko hivi vilivyotajwa. bali swala anayoswali muislamu haikuelezwa katika Qur'an, bali imeelezwa katika nini? Katika sunna. lakini usiporukuu kwa mfano katika swala umekosa nini? nguzo katika nguzo za swala, pamoja na kuwa nini ile ni sunna.
na hili muhimu sana lieleweke kuwa lafdhi ya sunna imeenea zaidi, sio kinachopendekezwa peke yake, bali ni kila alichokuja nacho Mtume sallallahu alayhi wasallam. قال وهذه الكلمات التي جمعها الإمام الحميدي رحمه الله تعالى كلها تتعلق بما يعتقده المسلم ويدين به لربه في القضاء والقدر والإيمان والصحابة والقرآن ورؤية الله يوم القيامة وصفاته سبحانه وتعالى. نمنين هاي أليكسان الإمام الحميدي رحمه الله تعالى yote yafungamana na kile anachokiitakidi Muislamu na kumwabudu nacho Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala katika jambo la qadar, iman, masahaba, Qur'an, imani yake juu ya kumuona Allah siku ya kiyama, sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala na mengineyo yale yanayofungamana na aqida. Kwa hivyo hapa akisema usulu sunna, al-Imam al-Humaidi azunguka katika haya, akusudia misingi ya itikadi ambayo yamethubutu katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni wajibu juu ya Muislamu kuitakidi. وهذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى واستدل لها هي أصول تنبني عليها الأعمال. na haya mambo aliyotaja mwandishi wa hii risala rahimahullah na akayatolea dalili, ndio misingi ambayo hujengwa juu yake amali za Muislamu. فعقائد الإيمان بالقدر يبني المرء عليها التسليم لله عز وجل في قضائه وقدره. kwa mfano itikadi katika imani juu ya qadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mja hujenga juu yake kujisalimisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika qadar aliyopitisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. ويبني عليها الاجتهاد في العمل الصالح. kadhalika kuiamini qadar yampelekea mtu kujitahidi katika kufanya amali njema. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. kwa kuwa na pupa katika kile unachokifanya cha khairi na utake msaada kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. وكذلك كونه يعتقد أن الإيمان قول وعمل يكون حثا له على العمل. kadhalika kuitakidi kwake kuwa hakika imani ni matamshi na ni vitendo yamsukuma Muislamu katika kufanya nini? Kufanya amali, sababu yajua amali ni katika imani. وكذلك العقيدة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم ينبني عليه الترحم عليهم والترضي عنهم والأخذ عنهم أو الأخذ منهم. كذلك itikadi juu ya masahaba watukufu hujengewa juu yake kuwaombea rahma na kuwatakia radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, radhiyallahu anhu, na pia kuchukua ilmu kutoka kwao, sababu anayewaheshimu masahaba yote haya yatapatikana kwake. وكذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته ينبني عليه تعظيم الله سبحانه وتعالى. كذلك kuamini majina mazuri ya Allah na sifa zake juu yake hujengewa kumaadhimisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sababu anemtambua Allah kwa majina yake na sifa zake, bila shaka huyu atakuwa moja kwa moja ni mwenye kumaadhimisha na kumtukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala. والإيمان بأسمائه وصفاته والعمل الصالح ودعاء الله والتعبد له سبحانه وتعالى بما يقتضيه أسماء وصفاته سبحانه، ولهذا سميت أصول السنة. كذلك ومن مجينة الله سبحانه وتعالى ingia chini yake kufanya amali njema na kumuomba Allah na kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kulingana na majina matukufu yake na maana yake,
Kwa hiyo kwa sababu hizi tulizozitaja, hii risala ikaitwa usulus sunnah, sababu ni msingi wa kila amali anaoifanya muislamu. قال وعلى طلاب العلم أن يستشعروا أنهم في عبادة، لأن تعلم العلم من أفضل القربات، وأن يستشعروا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. katika hali ya kuisoma hii risala na vikao ambavyo tuhudhuria, kinachompasa talib ilmu ahisi kuwa yuko katika ibada. Kukaa katika vikao kama hivi ni ibada, na ajue kuwa kutafuta ilmu ni miongoni mwa bora ya ibada anazojikaribisha mja nazo kwa Mola wake. Kadhalika ahisi kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa an yura'u al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Kadhalika mtu achunge ikhlas, iwe asoma kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tafuta ilmu kwa ajili ya Allah. Na hivi ndivyo walivyokuwa salafu salih. Watu walikuwa wakitafuta ilmu ili wamtambue Mola wao, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala vile anavyostahili kuabudiwa. Ikapita wakati ikawa tuishi katika asri ambayo watu wasoma kwa sababu ya kukusanya ilmu, bali yafikia hali mtu akusanya ilmu ya ziada ili ashindane na wenzake au aonyeshe kuwa ajua kuliko wao. Na bila shaka hii ni hatari katika nia ya talib ilmu, na mtu kama huyo mara nyingi hawafikishwi katika kutafuta kwake ilmu. Kwa ni juu ya talib ilmu aichunge sana ikhlas yake, muhimu sana. لأن العبادة لا تصح ولا تكون نافعة إلا إذا توفر فيها شرطان. وسباب عبادة haisihi wala haiwi yenye kumnufaisha mwenye kuifanya isipokuwa pakipatikana ndani yake masharti mawili. الأول أن تكون خالصة لوجه الله تعالى. شرط la kwanza, iwe ile ibada aifanya muislamu kwa ikhlas, amtakasie Allah subhanahu wa ta'ala amali yake kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya uso wa Allah. الثاني أن تكون موافقة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. شرط la pili, iwe ile amal anaoifanya yafikiana na kuambatana na mwongozo na njia aliyotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya ibada. وأن يسألوا ربهم أن يرزقهم العلم النافع. كذلك طالب علم أتكان دائما أموم بسانا الله سبحانه وتعالى أمرزق علم إلينا منفاه، لأنه رزق يرزقه الله من يشاء من عباده. وسبب علم رزقي Allah subhanahu wa ta'ala humruzuku anayetaka katika waja wake, yule anayemtaka atampa. Na subhanallah, hii ndiyo siri iko katika kuona ile tofauti iliyoko baina tulab alilm katika kufaidika kwao na ile ilmu wanaoisoma. Waweza kumuona talib ilm amekaa muda mchache katika kutafuta ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala akamfungulia pakubwa sana katika ilmu, kamfungulia sana. Mfano wake ni mfano wa riziki. Mtu aweza kufanya kazi kwa muda mfupi, Allah akamfungulia katika riziki, ghafla akawashinda mpaka wale waliomtangulia katika kufanya kazi, pengine kazi kama yake ile ile, Allah akamfungulia. Sasa vile ilivyo katika riziki ndio ilivyo katika ilmu. Aweza kukaa mtu miaka 2-3 akatafuta ilmu, Allah akamfungulia kiasi ambacho hamfungulii mtu aliyekaa miaka 20, mwingine 30.
nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Ni Allah ndiye anayegawa, na katika ilmu kadhalika ni Allah ndiye anayegawa. Ilmu ni riziki, hugawa Allah anavyotaka. Kwa usimwangalie mwenzako kwa jicho la dharau ukasema yuko mwaka mmoja, sisi tuko hapa miaka 10, atakuwa jua nini kuliko mimi. Dada, muombe Allah akufungulie katika hii riziki, na usimwangalie mwenzako kwa jicho baya la hasad na hiqd, sababu ya kile ambacho ndugu yako Allah amemfungulia. Sababu hii ni riziki, watakikana umuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akufungulie katika hii riziki. Ilmu ni riziki, na riziki hii Allah subhanahu wa ta'ala ukimuomba akupa. Angalia kwa mfano maisha au umri alioishi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wako katika wanavyuoni ambao wameishi umri mrefu kuliko yeye, lakini ile ilmu ambayo Allah amempa hakuwapa wale, na hili ni jambo laonekana tu. Al-Hafidh al-Hakami rahimahullah alikufa na umri wa miaka 34 hata 35 kufika. Angalia ile kazi aliyoifanya na ilmu aliyoiacha nyuma baada ya kuondoka katika miaka 34 peke yake, umri mdogo sana. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah hakufika umri wa miaka 45 mpaka kufa kwake, kijana akaondoka duniani, lakini amewacha ilmu huko nyuma kubwa ajabu, rahmatullahi ta'ala alayhi. Na mfano kama hii iko mingi. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم، فقال تعالى وقل رب زدني علما. متوم صلى الله عليه وسلم ملواك أمرشا amuombe ziada katika ilmu, akumwambia waqur rabbi zidni ilma, sema Mola wangu mlezi niongezee ilmu. Sasa na sisi tumuige mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, daima tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongezee ilmu iliyo na manufaa kwetu sisi. وعلى طالب العلم كذلك أن يحضر ذهنه، na ni juu ya talib ilm anapohudhuria kikao cha ilmu akili yake awe atahudhuria nayo katika kikao kama kile. Wayakuna عنده انتباه ويسجل الفوائد, na awe atatanabahi na asajili zile faida zinazotajwa katika kikao cha ilmu, awe asajili. Si ahudhuria talib ilm la yeye hana kile kitabu kinachosomeshwa, la yeye hana daftari la kuandika faida, la yeye hata kalamu hana, amekaa ameshika miguu yake, amekaa habwa, shika miguu hivi, asinzia tu, asinzia tu yeye katika kikao cha ilmu. Utakuja miaka 30 wewe upati chochote katika ilmu, utapata usingizi tu, alala akiondoka, alala akiondoka, hana kitu wala habari hana. Kwa lazima akili yako iwe pale. Kama vile ibada ya swala ni ibada, kadhalika ibada ya kutafuta ilmu ni ibada. Ukija katika kutafuta ilmu ujue zile lawazim ambazo za kulazimu wewe kushikamana nazo, kalamu, daftari, kitabu kinachosomeshwa, kila kitu jiandae kisawasawa. Hii ni ibada tukufu. Ukija umekaa pale kwa ajili ya kufanya ibada. Lakini umkuta mwanafunzi amekuja katika kikao cha ilmu, la daftari hana, la kalamu hana, la kile kitabu kinachosomeshwa pale hana. Na tuseme saa hii asema mimi sina uwezo wa kununua kitabu sahihi, kile kitabu kitasomeshwa pengine miezi 3-4 mpaka kimalizike, hata siku moja hafikirii kupiga kopi kile kitabu angalau akawa nacho yeye pia awe yuwatumia. Na leo tuna udhuru gani? Sema sina pesa, wakosa kwa mfano wewe ni Mkenya shilingi 20 katika mwezi mzima, shilingi 20 wakosa. Shilingi 20 ile waweza kuchukua kile kitabu ukapiga kopi kwa karatasi 2 safha ngapi? Safha 20. Zile 20 pengine zitasomeshwa nusu ya mwezi, mpaka itakapomalizika utapata tena shilingi 20. Kuna sababu gani?
hakuna, ni uzembe. Ndio mtu akiwa mzembe azembea jambo la ilmu, utamwona kitabu hana wala haumii roho yake kuwa masiku yapita, masomo yasonga mbele na mimi sina kitabu wala sijali wala hatataki kujua. Kila siku akaa angalia tu, fungua macho yake huko akimtizama mwalimu tu, amwangalia, kesho tena angalia tu, kesho kutwa angalia. Kisha mwenzake baada ya mwaka akiwa mstafidi ankuwa yomfundisha, atanifundisha mimi nini? Yule tulikuwa pamoja. Wewe ulikuwa usukuma gari, yeye alikuwa yopeleka, muna tofauti. Wewe uko nyuma wasukuma gari, wasukuma wenzako wasonga mbele. Sasa gari likishawaka lile, wale walioko ndani ndio waenda, ngoje jamaa, ngoje, yuko nyuma huko, ngojeni jamaa naja. Kisha wenzako wakishafika kule, nilikuwa nao. Ulikuwa nao wapi? Ulikuwa nao wewe wasukuma gari nyuma, wewe umo tu kuongeza idadi. Wako wanafunzi namna hiyo, na wala hawastahiki kuwa ni wanafunzi. Basi tu mtu yumo tu, watu wamo, basi na yeye yumo. Pengine labda pale markazi yopata mtele hivi nyama yuala, basi yuendelea na yeye kukaa na wenzake. Hii makosa. قال ويقرأ الدرس من الكتاب قبل أن يأتي, na aisome ile darasa atakayosomeshwa kutoka katika kitabu kabla hajaja. Kabla hujaja katika kikao cha ilmu, kile kitabu ambacho utasomeshwa mwanzo ukisome mwenyewe, kabla hujasomeshwa na mwalimu. Lazima utapitia labda kitu fulani, utakuwa hujui maana yake nini. Bila shaka akili yako ukifika pale utakuwa watanabahi, hapa nilisoma sikuelewa, nataka kujua kutaelezwa maana yake nini. ويقرأه بعد ذلك. ويقرأ الدرس من الكتاب قبل أن يأتي ويقرأ بعد ذلك, na asome pia baada ya nini? Kuhudhuria darasa. Kila kilichosomeshwa kaa kando, soma tena, angalia kuna kitu ukuelewa, uende ukaulize. Na bora zaidi hii iwe pamoja na wenzako, pengine kuna faida imekupita mwenzako ameipata, ukao utafaidika nayo. Wayataawanu huwa wa ikhwanu. Na hapa shekhe atupa uslubu wa namna gani kufaidika haraka katika kutafuta kwetu ilmu. Usaidiane na ndugu zako. وعليه أن يسأل عما أشكل عليه سؤال استرشاد لا سؤال تعنت. Bila shaka ukipitia utapata kuna mambo ambayo labda ya kusumbua hujaelewa, uulize kile unachotaka kujua. Suali la mtu anayetaka muongozo, si suali la mtu ambaye ataka kufanya taannut na kuonekana yajua na nini na onyeshe kwa yajua. La. فإذا كان المقصود من السؤال الاسترشاد فهذا مطلوب. Ikiwa malengo ya wewe kuuliza ni kuwa wataka kujua na wataka muongozo, hili ni jambo linalompasa mwanafunzi, atakikana awe nalo. Qala ta'ala fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Waulizeni wenye elimu ikiwa hamjui. Amma idha kana al-maqsud at-ta'annut au idha al-mas'ul au iqa'ahu fi al-haraj au an yudhhira nafsahu bir-riya'i fahadha mamnu'. Ama ikiwa makusudio ya lile swali ni tu kuonyesha yajua, ama ataka kuingia ndani katika ilmu mambo ambayo hata si muhimu kuyajua, au ataka kumuudhi tu yule anayemuuliza, au amtie katika makosa na katika dhiki, au ajionyeshe nafsi yake kuwa yajua kwa riya, hili jambo limekatazwa. Sababu wako watu ambao kazi yao kuuliza maswali kwa sababu ya kuwatahini wale waalimu. Kisha kwa mfano lile swali lilizo ile mwalimu pengine kweli halijui, akamwambia Allahu aalam, sijui, basi wacha mimi nikujibu. Kumbe alikuwa atakamuonyeshe kwa yeye wajua, lakini si ati wajua mambo mingi, ni lile tu amekwenda kulisoma kalijua. Ni mtu yote anaweza kufanya hivyo, akasoma kitu akakijua vizuri, akakisoma kile peke yake, kisha akaja kwa mtu akasemaje kuhusu jambo hili, basi hii qala ta'ala kadha qala sallam kadha qala fulan kadha qala fulan, akaonekana yajua. Hapo akipeleka kwenye masala mengine hana lolote ajuani.
amefanya kusudi tu riaan wa sum'a, hii haifai kwa mwanafunzi. Na hii hapa atukumbusha adabu ambao tutakana tujipambe nayo, na tabia mbaya hii tujiepushe nayo. ولم يشرع الله تعالى السؤال عن فرضيات لم تقع. كذلك الله سبحانه وتعالى hakuamrisha sisi tuulize maswali ya mambo tunayoyafaradhia ambayo hayajatokea. Kuna watu huuliza maswali kama hiyo. Kwa mfano, ndugu wawili wakaoa kila mmoja, wale wanawake waliolewa mapacha wafanana vile vile. Sasa wakifika pale ndani mara wakabadilishana wakakorogeka, mtu ajui mke wake. Huo ni uongo tu, haiwezekani. Kuna mmoja alizo swali kama inatokea wapi? Mimi nasema kwa mfano, abaki nalo mwenyewe ile mfano. Subiri kisha tokea, nenda kaulize. Maswali kama si sawa kuyauliza. Uuliza maswali hayawezekani. Lima yatarattabu ala dhalika min harajin au mashaqqa, kwa sababu yaweza kuleta uzito na dhiki. Faqala ta'ala: ya alladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasukum. Usiulizie mambo ambayo ukidhihirishiwa yatakuja kukuumiza wewe, hayakufurahishi jawabu lake. Kwa mambo kama haya ambayo hayajatokea usiulize, achana nayo. Hizi ni katika adabu ambazo tukumbusha katika jambo la ilmu. Kisha hapo mbele akazungumzia tarjama ya al-Imam al-Humaydi rahimahullah ta'ala, na hiyo tutaisoma katika kikao kitakachokuja biidhnillah ta'ala. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.